Neno la tatu ambalo linanifurahisha kwa huyu kipofu Bartimayo, aliposikia ya kwamba Yesu amemuita, aliacha vazi lake chini. Ni kwa nini aliacha vazi? Maana vazi alikuwa akilitumia kwa kulalia, ilikuwa sare ya kuonyesha ya kwamba huyu ni muombaji. Lakini alipoitwa na Yesu aliacha lile vazi. Ni kwa nini? Alijua ya kwamba ikiwa tumekutana na Yesu, sasa sitarudi hapa chini tena kuomba, bali nitapata macho ya kuona ili niweze kujisaidia. Haleluya! Ndio maana akaacha vazi lake huko. Mimi na wewe tulikuwa na vazi mbalimbali. Vazi ni vile vitendo, ni dhambi zetu ambazo tumekuwa tukiishi nazo, ndio tulipata call kwa kanisa. Lakini ile vazi tulikuwa nalo, tunaendelea nalo ndani ya kanisa, na sisi tumekuwa kama ule umati. Nilikuwa na vazi la uchochezi huko nje, na hata niliingia kwa kanisa bado naendelea na uchochezi. Nilikuwa mchawi kabla sijaingia kanisani. Hata ingawa nimeingia kanisani, mimi ni kiongozi, mimi ni mhubiri, uchawi ni ule ule. Ile vazi ambalo wewe wajua peke yako. Lakini Bartimayo alipopata Yesu aliacha lile vazi. Huko ndani ya kanisa ulikuwa na lile vazi la kunungunika kwa nyumba, na ile vazi pia unaendelea tu ukiwa ndani ya kanisa. Mzee akikuangalia anafikiria ya kwamba zile seminars nyingi huwa tunafanya kama wamama, huenda ikawa zimekusaidia, hazijakusaidia, maana kunungunika ni kama Waisraeli jangwani. Sasa anashindwa na hizi semina watu wanaenda, zimewasaidia nini? Ndio wewe ni mzee, ulikuwa na lile vazi la mpango wakati kanisa. Huko ndani ya kanisa wewe ni kiongozi, lakini tena wewe ni sponsor. You are a very good sponsor somewhere. Yaani unaheshimika nje, lakini ndani ya nyumba hata ukifariki, bibi yako akiambiwa poleni sana, sasa mume ametuacha tu, sisi ndio tutaenda huko. Yaani mwanamke anajibu kwa haraka ya kwamba ni siku yake ilifika na yangu inafanya nini? Inakuja, maana hakuona uzuri hata. Ndio maana nakuambia ile vazi ilikuwa nayo kabla hujakuja kwa kanisa, ndio umekuja kwa kanisa na hilo vazi pia liko. Ndio maana Bartimayo akikuja kwa Yesu, yeye anaacha vazi kwanza, maana anajua hatarudi tena huko. Ikiwa ni ugomvi kwa jirani, unagombana vilivyo, ni kana kwamba haujaipita kwa karibu na Biblia. Unagombana kiruga. Ikiwa ni Mkisii anagombana Kikisii halisi, Kikisii fluent na lugha nyingine vile tunajua. Sasa sisi tumekuwa kama ule umati ambayo ulikuwa unazuia Bartimayo, ambayo ulikuwa unakemea Bartimayo wakati alikuwa anataka kumuona Yesu. Sisi wa Kristo, je, ni wangapi umekuwa ukiwakemea? Kukemea means tabia zangu huko mahali naishi zimezuia wengi. Yaani wananiangalia, wakiniona nikibeba Biblia wanasema, ikiwa hii ndio dini huyu anaenda, ikiwa ndio inahubiriwa hapa nje, na mimi pia nastahili kuitwa dini. Ikiwa hii ndio mbingu, hawa wanahubiri hawa, it means mbinguni watu wataenda sasa bila kuangaliwa matendo yao. Maana wakikuangalia matendo yako, vitendo mbalimbali ambavyo unavitenda vinawazuia. Wewe umekuwa kama ule umati ulikuwa unakemea Bartimayo,
Na kuna baadhi ya wengine wale niliwaambia, mtu anaacha kanisa anaenda kwingine, anasema SDA haina roho, sasa nimeenda kutafuta mahali iko roho. Wewe fika huko kwa roho, hakuna shida. Na hata Naomi alihama kutoka Yuda akaenda Moab. Alihama hapa njaa akaenda kutafuta chakula, lakini kufika Moab akakutana na nini? Hamjasoma hiyo Biblia. Akakutana na kifo. Naomi ndio hiyo kurudi sasa. Anasema msiniite Naomi, sasa niite nani? Mara means changamoto. Hiyo basi ukitoka, Biblia inasema amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu, ambaye amefanya mwanadamu kuwa kinga. Yeremia 17 verse 5 and 6. Biblia inasema ya kwamba uko nje mahali umeenda, hautaona mambo mazuri hata siku moja. Ndio maana Bartimayo ilimbidi avumilie. Hata ingawa walikuwa wanamkemea, lakini ilibidi avumilie, maana alijua ya kwamba anayemtaka ni yule wa kumsaidia. Ndio maana hata ukiingia kwa familia zetu, mama anasema niko na mpango wa kuhama na ningehama mwaka huu, lakini kinachonizuia nikihama nitaacha watoto wangu wakisumbuka. Hiyo basi watoto ndio wananizuia. Na msee ndio huyu mwanamke simuhitaji sana, anipendezi leo, lakini kinachonifanya nimemsamehe, nimemwacha, akienda ataniachia watoto wakinisumbua. Kama sio watoto huyo angeenda. Sasa chain ni nini? Ni watoto. Ndio maana unaposoma kuna kitabu ya roho ya nabii inasema no matter what happens, life is still beautiful. Haijalishi kuna changamoto aina gani kwa nyumba, maisha ni mazuri. Haleluya. Wewe lidhika na ile choosing ulifanya. Wazee sana sana ndio wanarudi tena yaani kufikiria mambo mengine. Kwa mama sisi ukiwa na watoto 3 4 no reverse. Lakini wazee wako na reverse of call and then. Yaani ana reverse, anaona ya kwamba sasa ile maumbile aliona sasa simupendezi. Yaani akiniangalia kichwa anaona kichwa kimekuwa kubwa, akiniangalia kisigino anaona kisigino ni kubwa. Yaani hajaniona vile aliniona kitambo, lakini mimi naendelea kumuona vile nilimuona huko. Wa mama ukiwa kwa poma, hata changamoto siwe nyingi, wewe kuwa na slogan ya kusema ya kwamba gari langu halina gia ya reverse. Maana nikienda reverse ikivunja ile gia inapatikana Dubai. Na Dubai yasienda kwa miguu. Hasa hiyo slogan wewe ikusaidia ya kwamba mimi siwezi rudi nyuma, bali nitasonga mbele. Maana unaposoma Biblia, boma ni nini? Ni mwanamke. Ukiona boma haiendelei, watoto hawasomi, watoto hawavai vizuri, watoto hawakuli vizuri, wewe angalia mama. Maana mama ndio treasure. Sasa wengine wataniuliza kama mimi sijaiona nini hata shilingi 10 hata shiribu. Sasa hiyo mimi ni treasure. Wewe ni treasure kiakili. We have 6 senses whereby men have only 5 senses. The extra sense inatusaidia boma siendelee ama sikwame. Haleluya. Ukitumia kama ile Jezebeli alitumia ile sense, the 60 sense alitumia vibaya mpaka Naboth akawawa. Lakini the 60 sense Abigail akaitumia akazuia boma yake kabla ya kuharibiwa na Daudi. Hivyo the 60 sense ukiitumia vizuri utainua boma. Haleluya.
hakuna haja ya kurudi rivers every now and then. Unahama. Biblia inasema anayehama ni kama ndege anayehama kutoka kiota yake. Haleluya. Proverbs 27 verse 8. Hayo maneno yanapatikana huko. Je, wa mama, tangu lini tukawa ndege tunahama? Nasema mwaka huu sioni ukiisha nikiwa hapa. Mbona ukakubali ukaanza? Why? Maana huyo ni yule na ataendelea. Hivyo basi unapoangalia Bartimayo, baada ya kuacha vazi, Yesu akamuuliza, "Wataka nikufanyie nini?" Bartimayo akamjibu, "Nipate kufanya nini?" Je, mimi na wewe ni vipofu kulingana na ile njia tumeishi? Mungu amekuuliza, "Wataka nikufanyie nini kwa familia yako?" Wengine wanasema, "Mungu, nataka usaidie watoto wangu wapite mtihani." Kama saa hii tuko karibu kuombea watoto. Watoto wa darasa la 8 wataletwa ili waje kuombewa. Tunaomba Mwenyezi Mungu, saidia hao watoto, uwakumbuze vyote ambavyo wamekuwa wakisoma. Lakini wakipita mtihani, hakuna hata mmoja analeta mtoto wake hapa kanisani anasema ya kwamba yule mtoto mliombea ndio huyu, sasa nataka tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kila mtu shangwe inakuwa kubwa hata tunasahau. Angeanguka ndio tungesema waje sasa tena tumuombee mara ya ngapi? Ya pili. Tunasahau. Bartimayo anaitisha kitu kikubwa. Anasema ya kwamba nipate kuona. Wewe Mungu akikuuliza nikufanyie nini, wewe wamuitisha nini? Wamuomba nini? Upate kuona. Wengi kuona tunatumia hii kuona kwetu vibaya. Yaani Mungu ametupea macho, haya macho tumefika mahali tunaangalia dhambi za wengine. Sasa unaona, unasema ikiwa na huyu ataenda mbinguni, mbinguni ni ya bure basi. Hakuna haja ya kuzumbuka. Maana huyu na mimi ndio ni mwenye dhambi, lakini huyu ni mwenye dhambi sana. Hiyo sio macho yale Bartimayo alikuwa anaomba. Ukiomba Mwenyezi Mungu macho ya kuona ni ya kuona dhambi na makosa yako. Haleluya. Wala mzee asiwe anaangalia mwanamke ya kwamba wewe ndio kiongozi, wewe ndio mwimbaji, wewe ndio women ministry leader. Hiyo haitatusaidia. Ndio maana unaposoma Matthew chapter 20 verse 1 onwards, inasema ya kwamba kila mmoja alikuja shambani wakati wake, lakini dinari itakuwa ni moja. Dinari ni moja. Mungu ataangalia matendo. Ndio maana unaposoma Ufunuo 14 fungu la 13, Biblia inasema ni heri wanaokufa tangu sasa wakimwamini Mungu. Waacheni, maana matendo yao yatafanya nini? Yatawafuata. Hivyo Bartimayo anaomba Mungu ampatie macho ili aweze kuona, aachane na mambo ya kukaa kwa barabara na kuomba fedha. Mimi na wewe mjana wa leo, Mungu atusaidie, atupe macho ya kuona yanayostahili tufanye kwa familia zetu. Ndio maana nikakwambia family life inakuja kwa njia yoyote ile, inategemea na foundation and application. Haleluya. Mungu atusaidie tukiwa kwa familia zetu, tusiwe watu wa kusema I wish I knew. You wish you knew what? And you were the one and you decided to do so. Sasa ungejua ungefanya nini? Watoto ni 4, watoto 3. Sasa mmoja anaanza kuona mwingine kama mzigo. Mungu atusamee, atusaidie kila mtu aone mwenzake kuwa mtu wa maana. Haleluya. Hivyo tunapotoka hapa, tuombe Mwenyezi Mungu atusaidie jinsi alivyosaidia Bartimayo akapata macho ya kuona. Alafu alipopata macho tayari alikuwa ameacha vazi lake,
Na sisi tuache yale mavazi tuko nayo kwa kichichi, tuko nayo maisha yetu hata ndani ya kanisa. Maana tunaposoma mwanamke Msamaria, Yesu akienda huko akimuitiza maji, anamwambia ya kwamba haiwezekani, maana Wayahudi na Wasamaria hawafanyi nini? Hata sisi tukiwa ndani ya kanisa, kuna baadhi ya wengi wetu hatuchangamani na wengine. Ni kwa sababu gani? Hawa Wayahudi walikuwa wanadharau Wasamaria, walikuwa wanawaangalisha, walikuwa hawachangamani. Na unajua ya kwamba Yesu akiitisha mwanamke maji, Yesu hakuwa na kiu, bali Yesu alikuwa anatafuta mbinu ya kuongea na mwanamke, maana mwanamke alikuwa kaapa. Haleluya! Hivyo basi Mungu atusaidie tupate macho ya kuona, tuone dhambi zetu, tuone mahali tumelemewa. Haijalishi tuko na changamoto za aina gani, zile changamoto tunazipitia kwa familia zetu, Mungu amezileta huko kwa sababu kama sio changamoto hatungeomba Mwenyezi Mungu. Sasa changamoto zimekuja huko ili situkumbushe ya kwamba hatujafika mahali tulikuwa tunaenda, na changamoto zinakuja kulingana na uwezo wetu. Haleluya! Mungu amekupatia mume jinsi alivyo, maana angekupatia huyu mwingine ungejivuna, hata watu wengine wangetoroka kanisa. Ndio maana akakupatia yule vile alivyo. Ukianza kujisifu, unakumbuka ya kwamba kuna madoadoa mahali fulani. Haleluya! Hiyo inapatikana katika 2 Corinthians chapter 12 verse 6 and 7. Mungu amekuumba vile ulivyo, maana angekuumba kama mimi, watu wangetoroka. Sasa amekuumba vile ulivyo, angekuumba kama mwingine huyo, ungekuwa hatari. Ndio maana amekupea miguu ya kuvura ndio usiweke viatu. Maana ungepewa miguu nzuri kama wengine, ungevaa aina 5 kwa siku moja. Ndio maana amekuweka namna hiyo ili usizuie wengine kuja kanisani. Haleluya! Amekupatia bibi aliye namna hiyo, maana angekupatia huyu mwingine, huyu unatamani huyu, wazee wengine wangeenda. Sasa amekupatia huyu, unapomwangalia wakati unataka kujisifu kidogo, unakumbuka ya kwamba kuna madoadoa hapa kwa mgongo. Haleluya! Nani atasoma hilo fungu? 2 Corinthians chapter 12 verse 6 and 7. Mungu amepea Paulo mwipa wa kumdunga, na wewe umepewa mwipa. Uelekea watoto wako hawaelewi shuleni, hautapewa pesa na upewe watoto wa kuelewa, haitawezekana. Wakorintho wa pili 12 fungu la 6 Biblia inasema fungu la 6 na la 7 la 6 Biblia inasema, maana kama ningetaka kujisifu singekuwa mpumbavu, kwa sababu nitasema kweli, lakini najizuia ili mtu asinihesabie zaidi ya hayo ayaonayo kwangu au kuyasikia kwangu. Fungu la 7, na makusudi nisipate kujifuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili. Amepewa mwiba katika mwili ili mwiba katika mwili. Narudia, na makusudi nisipate kujifuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili, mchumbe wa shetani, ili anipige nisije nikajifuna kupita kiasi. Hiyo ndio sababu familia yako inaenda vile inaenda. Maana ingeenda mstari, ungesahau kumwomba Mungu na ungeonea watu wengine huruma. Lakini sasa kwa vile inaenda namna hiyo, sasa hiyo inakufanya usijisifu sana. Ukianza kujisifu, nakumbuka ya kwamba kuna kasoro mahali fulani. Yaani ikiwa ni bibi ako na mwanaume mlevi, angekuwa si mlevi, ungejisifu mbele ya wanawake wenzako, yaani ujisifu waone kana kwamba wao hawana waume. Sasa ukianza kujisifu, unakumbuka ya kwamba hapa nyuma ni nani hapo huko? Ni mlevi.
hizo familia zetu ziko namna hiyo, maana zingebadilishwa ziwe vile tunataka, tungejisifu zaidi, hata tungepoteza wengi. Haleluya. Mungu atusaidie tuvumilie kwa familia zetu, na hii wiki itakuwa wiki yetu ya kusoma Biblia. Maana unaposoma katika kitabu ya Ezekiel 3 mstari wa 1 mpaka wa 5, Biblia inasema ya kwamba Ezekiel alipewa Biblia aweze kukula hiyo Biblia, na akikula atatumwa aende kuhubiri. Ezekiel akakula Biblia, alipomeza ikawa tamu kama asali. Hivyo basi ukimeza Biblia, ukikula Biblia inakusaidia, unajua huyu namjibu hivi, huyu nampeleka hivi. Yaani utajua jinsi ya kuishi na watu wengine, hata ndani ya kanisa, hata nje ya kanisa, mahali unafanya kazi, mahali unafanya biashara, kila mahali popote pale ulipo, ikiwa umekula Biblia inakusaidia. Ukienda mahali fulani, tuseme umeenda kufariki familia, unajua hapa sasa nitasoma fungu fulani, maana umekula Biblia. Uwezi ukaenda kufanya huduma fulani na hujakula Biblia, hautapata kitu ya kuongea huko. Ndio maana watu wengine tunaogopa. Mimi sitaenda crusade, maana nikienda huko nitaacha vitu zangu vikiharibika. Sio vitu vimekuzuia. Shida ni ile ukienda huko hauna neno la kupeleka huko, maana hausomi. Shetani ametupea kazi, tunafanya kazi kutoka Sunday mpaka Friday. Ukifika siku ya Sabato sasa ndio napanguza Biblia, nasema nipatie hiyo Biblia. Iko na vumbi. Ukikuja hapa kanisani, hata mhubiri akisema tufungue Psalms mahali fulani, mtu anafungua, mhubiri anafafanua, anamaliza, yeye hajapata, maana hana urafiki na Biblia. Sasa hii wiki itakuwa wiki ya kusoma Biblia, na tutasoma watu mbalimbali walio ndani ya Biblia. Naomba usikose. Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki.